Mshenzi, mchawi, mzee wewe. Yaani wewe kunifanya mimi kila siku nagombana na mume wangu. Na beba mimba zinaharibika kila siku kwa sababu yako. Sasa nisikilize, leo ndo mwisho wako. Sitaki kukuona ndani kwangu. Naona kama unielewi. Toka! Toka nyumbani kwangu nakwambia. Hivi ambacho unielewi. Toka mzee. Una nini? Unamfukuza mzee? Namfukuza ndio. Kwa sababu nimemchoka, sitaki kumuona. Sikola. Huyu ni babangu. Piga makofi sasa hivi. Yaani kila siku mume wangu naona tunavyogombana kwenye hii ndoa. Haijawahi kupata amani hata siku moja. Si kwa sababu anakologa vijito vyake alivyotoka navyo kijijini kwao. Au wewe unamwona zipo zote huyu? Hivi una akili timamu kweli? Labda na wewe umelogwa. Usichokijua. Bila wewe mimi ungenijua mimi? Hata kama. Si angekaa huko nyumbani kwake atulie. Kwa hiyo alikukuza ili uje umlee. Lizo mwanangu. Naomba msigombani sana kisa mimi. Sawa mwanangu. Mimi nitarudi kijijini kama anavyotaka yeye. Nitaenda kupalilia migomba. Nitakuwa nafanya kazi. Ukakutana na wachawi wenzio hapa usirudi tena. Sasa Lizo, mpende mwenzio na muwe mnapendana. Mapenzi ni maelewano mwanangu, sawa? Kwa hiyo usijali kuhusu mimi. Ni maamuzi yake tu, labda sijui imekuaje, lakini ni binti mzuri. Acha mimi niende zangu. Nenda mbona unaaga mara mbili we mzee? Jamani nimechoka. Nitakutumia hata zawadi. Hata hatuna shida na zawadi zako hapa ndani. Baba. Simwache aende. Haya ni wewe unapenda kung'ang'ania matatizo. Unasemaje mwanangu? Naomba baba moja. Nisubiri dakika moja natoka. Sawa mwanangu, fanya haraka niwahi. Lakini hana nguo za maana, mwanzo wetu tulimnunulia sisi. Ni chawili. Yaani mzee umekosa aibu. Miaka 5 umekaa umeng'ang'ana na kazi ya kula watoto wangu tu. Mungu mbona unampa begi lake? Hivi unajua mimi nani yangu? Najua ni baba yako. Unajua ana nafasi gani katika maisha yangu? Na mimi nina nafasi gani kwenye maisha yako? Sasa sikiliza kwa makini. Huyu anabaki na wewe ndio utakayeondoka katika nyumba hii. Na sasa hivi taki katika maisha yangu. Yaani mambo yote tuliyofanya mimi na wewe leo unanifuza kwa sababu wewe mzee? Nisikize kwa makini. Usichokijua, hii nyumba ambayo tunaishi mimi na wewe, hii nyumba ni ya huyu mzee. Alafu huyu mzee sio babangu mzazi. Ni babangu wa kambo ambaye alichukua majukumu ya kunilea toka utoto. Mamangu alipofariki alinikabidhi hii nyumba niweze kuishi. Na mpaka muda huu ananichukua kama mtoto wake aliyenizaa. Wewe unaongea nini? Alafu leo unataka unielezee mambo ya kijinga, ya ajabu. Aibu gani ambayo unataka kuniletea mimi katika maisha yangu? Nini yote hayo? Mwache. Niishi kwa amani tu. Hata mimi niende mwanangu. Mume wangu anazungumzika. Anazungumzika. Kipindi ambacho ulikuwa unamfukuza huyo mzee ulikuwa hujui kwamba kuna kipindi ambacho wewe mwenyewe pia anaweza kukugeukia, si ndivyo? Lakini mume wangu kwa sababu mdoto ulikuwa hujaniambia kwamba yeye ndo mwenye nyumba. Kumbe ulikuwa hujui. Unathamini kitu ambacho kinakupa faida, lakini hasara hutaki kuisikia, si ndivyo? Okay. Sitaki kukuona katika macho yangu. Hey, inuka! Tusifike huko mume wangu. Basi.